Habari ya revival, lakini revival hii nimekuja naye kimtazamo wa kitofauti kidogo, ambao mara nyingi tumekuwa hatuzungumzi sana. Tunazungumza eneo kubiri zile vurugu zile, lakini revival ni zaidi ya zile vurugu zetu zile. Bwana tunapewa sifa. Revival au uamsho. Last week tulipojifunza uamsho ni nini, tukasema definition ya uamsho ni udhihirisho wa nguvu za Mungu au Roho Mtakatifu ambazo huleta urejesho, uzima wa rohoni na mwilini. Tunapozungumzia revival, uamsho, tunalenga udhihirisho wa nguvu za Mungu, sio za ugani, za Mungu, sio za kunyanyua chuma, za Mungu ndani ya mtu, ambazo zinarejesha uzima katika roho na katika mwili. Zinarejesha uzima katika roho na katika mwili. Hiyo ndio tunaita uamsho. Kwa hiyo tunapoongelea uamsho kwa upana, una base katika maeneo mawili, rohoni na mwilini. Una base katika maeneo mawili, rohoni na mwilini. Lakini hicho kichocheo cha uamsho, hicho catalyst kinacholeta revival, chenyewe kinadili na roho. Halo, kinadili na roho. Matokeo yake yanaenda kwenye mwili na roho pia. Wangapi wanaelewa? Hicho kiamsho kinachokuja kuamsha kinaenda rohoni. Kikifika rohoni, kinayamsha roho yako na mwili wako pia. Ndio maana naweza kusema mimi ni mtu wa rohoni, lakini vitu vya mwilini vimefeli. Lazima na vya mwilini vitii, maana vyote vinamhitaji huyo mwamshaji. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tulisoma Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura 45 mstari wa 27. Tukaona habari ya mtu mmoja, Yakobo na mwanae Yusufu. Yusufu alikuwa mtoto katika watoto 12 wa mzee Yakobo. Yusufu alikuwepo, na katika watoto 12 Yusufu alipata neema ya tofauti. Roho Bwana alikuwa anasema naye. Roho Bwana alikuwa anasema naye kwa njia ya ndoto, kwa njia ya ndoto, na pia alikuwa na tafsiri hizo ndoto mwenyewe. Kwa hiyo kwa Mungu Yusufu alipata favor. Nikisema favor unanielewa? Upendeleo. Katika watoto 12 yeye akapata upendeleo. Sasa katika kukua kwake, kwa sababu ya favor ya Mungu, nisikilize kwa makini, Mungu akiachilia favor au kibali kwako na wanadamu wanatii. Baba yake akampenda, tena akamshonea suti ya tofauti na nani? Na ndugu zake.
Kwa sababu ya nini? Kibali. Bwana Yesu napewa sifa. Sasa kwa huyo mtoto alifanyika kipenzi cha baba. Mzee Yusufu, Yakobo ulikuwa huwezi kumwambia kitu juu ya Yusufu, na hata alimtumia kwa ajili ya kupeleleza ndugu zake. Mwamshe jirani yako na nao. Kuna mtu analala, mwamshe. Ndugu zake wakamchukia kwa sababu ya kibali. Mara nyingi tunaona tunamhurumia Yusufu, lakini mimi nikwambie kilichokuwa kinawindwa ndani ya Yusufu sio Yusufu, ni ile kibali. Sawa? Kwa Yusufu ndugu zake walichokuwa wanakichukia ni kile kibali cha Mungu alichokuwa nacho Yusufu. Kile kibali walikichukia, na hata mipango yote ilipangwa kumuua Yusufu kwa sababu ya kibali. Mama, tuko pamoja? Kwa sababu ya nini? Kibali. Si kitu kingine, kibali. Na hata wewe ukiwa na kibali kwenye familia hamwezi kuwa sawa. Labda iwepo neema kubwa sana ya kutetea, lakini ukiwa na kibali kuna watu watakasirikia. Kuna watu watasema wewe hatukuelewi mambo yako, hatukuelewi. Maana ya kibali kinasumbua. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Ndugu zake wakapanga mpango wa kumuua. Wakamkamata, wakamtupa kwenye birika, shimo. Wakachukua vazi lake wakararua, wakachukua mwana kondoo, wakachinja mnyama, wakaweka damu, alafu wakampelekea baba yake. Wakamwambia, angalia, huyu hii kama cha mwanao. Baba yake akatambua, akasema ni mwanangu. Mnyama mkali hakika amefariki, amemrarua. Mzee akalia, tumaini la mzee likaondoka. Halo, tumaini la Yakobo likaondoka kabisa. Akajua huyu kipenzi ameondoka. Roho yake ikazimia. Sema roho yake ikazimia. Sema roho yake ikazimia. Roho yake ikazimia moja kwa moja, akawa hana raha tena. Sasa wakati Yusufu ameuzwa kwa Ishmaeli, akafika mpaka Misri. Alipofika Misri, akauzwa nyumbani kwa Potifa. Kibali. Alipouzwa kwa Potifa, familia ya Potifa ikaanza kunemeka. Halo, Bwana apewe sifa. Wakati familia inanawiri, fujo ikaanza tena. Kibali kikapata shida kwa mke wa Potifa. Mke wa Potifa kutengeneza Yusufu akatupwa gerezani. Safari ya Yusufu, niseme kama ni ndoto, zilikuwa zinazidi kwenda chini. Yaani hata kama ni wewe unafikiria hapo, ungewaza nini? Umetoka Herayani ukauzwa ndugu zako, umeenda utumwani, kule utumwani gerezani. Halo, uko utumwani umeuzwa kama mfanyakazi, na unafika kule pigwa gerezani tena. I say, kama sio Mungu unaweza ukakata tamaa. Haleluya, haleluya. Unajua kuna watu wanakutana na vitu mpaka wanakata tamaa, si ndio? Unaweza kukutana na jambo mpaka ukakata tamaa, ukasema hakika stoboi, hakika ni stoboi, hapa stoki, hii biashara imeisha. Halo, ukasema hii biashara imefariki, imeisha, mimi ndio mwisho, siwezi tena, sioni, huoni kokote. Ndoto zako kama zimekufa. Nisikilize mtu wa Mungu, nisikilize kwa makini,
hata kama umefika stage mbaya, bado Yesu yupo. Haleluya. Wakati Yusufu yuko gerezani, watu wa nyumbani kwa mfalme wa Pishi wakaota ndoto, wakaenda kwa Yusufu akatafsiria ndoto zao, na zikatokea hivyo hivyo kwa zinataka kutokea. Lakini baada ya kuwatafsiria, wametoka, mmoja ameuawa, mmoja karudi kwenye kiti chake, still wakamsahau Yusufu. Muda mwingine Mungu anakuacha sehemu fulani ili anapokuja kufanya kitu. Utaongea taratibu sana. Kwa hiyo kama unalala utalala sana. Leo tutaongea taratibu. Wewe kwa makini. Unaweza ukalala kabisa. Unaweza lala kabisa. Maana tutaongea taratibu. Yusufu akatupwa gerezani. Akatabiria, akatafsiri ndoto. Watu waliotafsiri ndoto wakatoka. Mmoja akawa, mmoja akarudishwa kwenye kiti chake. Alafu akamsahau nani? Yusufu. Nimesema hivi, muda mwingine Mungu anaweza akaacha jambo liwe kubwa zaidi ili anapotaka kulifanya. Haleluya. Anapotoa majibu, anapoleta njia, anapoleta upenyo, watu wote waseme hakika wewe ni Mungu. Haleluya. Jambo linapokuwa bado ni mapema. Nisikia nikwambie, wakati Lazaro amekufa, si ndio? Wakamwambia Lazaro anaumwa. Sawa, anafanya nini? Anaumwa, haiko vizuri. Wanafunzi wakasema haikujirisha. Akamwambia Lazaro amelala. Akasema kama amelala tu, tukifika tutamamsha tu, tutamamsha. Amka Lazaro, atamka. Si kawaida. Lakini Yesu akamwambia Lazaro amekufa. Alimwambia Lazaro amekufa, twendeni. Wanafunzi wakasema sasa na sisi tunaenda kufa pamoja na Lazaro au unapewa siku. Jambo linazidi kuwa nini? Zito. Wakawaza kwamba Yesu tukienda kule na sisi tunauawa. Wanapewa siku. Kwa hiyo hapa wakaanza kupanga mipango hata kukipa safari. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne. Maana katika historia ya Wayahudi waga wanajua kwamba mtu akifa ile roho inakuwa inazunguka. Nisikilize kwa makini. Wanaamini kwamba roho inazunguka, inaweza kumrudia ndani ya siku 4. Huyo mtu anaweza kaibuka tena akasimama. Yesu akasubiri siku 4. Haleluya. Jambo lilo kubwa zaidi, akasubiri siku 4 akaenda. Alipofika akauliza kina Martha, mmemweka wapi? Wakamwambia ananuka. Sikiliza nikwambie, Yesu sometimes anasubiri mambo ya mabaya. Haleluya. Anasubiri mtu anuke, anasubiri mtu oze, anasubiri daktari aseme hawezi kuinuka. Haleluya. Daktari aseme vipimo vinasema huyu ni kwenda India, na akifika India anakufa. Hapo Yesu ndio anaingilia kati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani pale ambapo umekata tamaa, unaona sasa huoni njia, hapo ndio kuna njia. Haleluya. Wanadamu anasema huyu sasa ananuka, hafai sasa. Yesu anasema liondoe jiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anachokiona ni kuliondoa jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasubiri jambo liwe gumu, liwe zito, lenye kutesa. Virusi vimesimama, CD4 zimeshuka. Madaktari wanasema sasa CD4 zako za HIV yani zimeshuka CD4. Vidudu viko vinashambulia kwa kasi. Hapo Yesu anasema ndio ninaingia sasa. Haleluya. Sijachelewa, ndio ninaingia sasa kwa ajili ya uponyaji. Haleluya. Bwana pewe sifa. Hivi Yesu akiponya vigonjwa vidogo vidogo, yani kinaanza toka ponya hapo atapata utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima subiri kitu kikonki. Soma Biblia. Kulikuwa kuna jamaa mmoja alikuwa anakaa makaburini. Si ndio? Kwanza alianza ukichaa kawaida. Wakawa wanamkamata.
Wakaona anapiga watu, mwishoni akahamia makaburini. Na alipovamia makaburini, sikiliza, mwanzoni alikuwa anafunga na minyororo na mapingu, anakatakata kuonyesha kwamba sasa hiki kichaa kimekuwa konki. Haleluya. Bwana apewe sifa. Maana yake ni nini? Yesu hashughuliki na vitu dhaifu. Umeelewa anachosema? Yesu hashughuliki na vitu dhaifu. Na ndio maana anasemaga hata kama una jirani yako unapambana sijui mchawi, mimi nakwambia hivi, mimi namuombea apate pesa aende Lushoto akanunue ile majini ya milioni 30 ili unapolinyonga, oh haleluya, aseme yes, nimenyongewa jini langu maana naomba kali. Bwana kwa sifa. Lakini kajini ka shilingi 13,000 ukikanyonga hata kaumi hapo. Haleluya. Bwana pewe sifa. Yule mzee alisema na majini yake naka msikitini. Kaika tengama ka 66. Msikitini wapi? Pale Temboni. Yako mwaka 66, yani hata tujazaliwa hatuna mpango. Lakini vitoto vidogo vikashughulikia hayo majini, tukauawa yote na yeye mwenyewe kwa heri. Bwana pewe sifa. Sikiliza nikwambie, Yesu hashughulikagi vitu vilema. Yesu anashughulikia kitu ambacho kiko konti kabisa, kimeshindikana. Mwanaume anaingia. Yusufu katupwa gerezani. Ametabiria watu, ametoa tafsiri ya ndoto za watu, wameenda wako ikulu, mwingine kachinjwa, alafu wamemsahau. Bwana Yesu apewe sifa. Ingekuwa wewe unasemaje hapo? Yesu unakata tamaa. Ukiwa gereza ya jamaa wameenda wako ikulu, wanakula vitu ikulu, hata kukumbuka. Sikiliza nikwambie, lilikuwa linatakiwa jambo kubwa la kitaifa. Jambo kubwa la kitaifa. Zile vindoto vilikuwa vya kwao. Ikafika kipindi mfalme na akaota ndoto. Come on, Bwana apewe sifa. Mfalme ameota ndoto, imefadhaisha. Anasema nani anatafsiri ndoto yake? Yuko mtu gerezani. Haleluya. Yuko mwanaume gerezani anaweza akatafsiri hii ndoto na akakupa maana yake. Sikiliza nikwambie, vitu vingine tusilielie, tusubiri wakati wa revival itokee. Haleluya. Unajua kuna vitu vingine tunapiga kelele, tunasumbana, revival kiingia mtu asumbuliwi. Bwana mwenyewe anatoa direction kwamba nenda kwa fulani utapata kitu fulani. Haleluya. Bwana pewe sifa. Wakati Paulo anaenda Dameski, kapigwa upofu. Maana alikuwa anaenda kufuata wanafunzi kwa ua. Kapigwa upofu, akafungishwa siku 3 kavu, si ndio? Bwana akamwambia nenda mpaka wapi? Nenda, kuna mtu nimemwandaa atakuombea. Bwana pewe sifa. Komando Paulo sasa amekuwa kipofu, anapapasa, anaenda kwa mtu mmoja ili akaombewe. Sikiliza, upako, sikiliza, upako, alafu revival inapokuepo na upako unapokuepo, hapo ndio mnaona raha. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hivi unafikiri kipindi Elisha wametupa maiti kwenye kaburi lake, si Elisha shakufa miaka mingi, lakini upako ulibaki kwenye mifupa. Upako ulibaki kwenye nini? Kwenye mifupa yake. Ile maiti ilipogusa mifupa ikasimama, alafu imesimama, inaona watu wanakimbia na yenyewe kaja nyuma. Come on, haleluya. Sipati picha ilikuwaje siku hiyo. Sipati picha jamaa kigeuka, maiti inakuja. Haleluya. Tumekumbwa sana. Mungu anasubiri jambo hivi. Vijambo vidogo kwake si issue. Sio issue. Naomba mzee, sikiliza mzee. Unaomba sana wewe, sikiliza baba. Yesu aponyagi vidogo. Yesu anataka mambo konki. Tutaomba mpaka kitatokea. Amina. Mwamini Yesu. Amen. Kabla usogope, ili brado mkubali Yesu, iko njia itafanyika. Itakuwaje sijui, ninaamini utapona. Hii mengine sijui. Si mwanangu nitakwambia, hiyo nishafuta hiyo. Kwa sababu ukifa na 77 na mimi niwe na 77 au mimi na mpango wa 100 na haleluya, na wewe ndio kiongozi wangu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza nikwambie, Yusufu wakamsahau. Mfalme akaota ndoto.
majira, akaota majira ya njaa, majira ya mavuno. Sasa tafsiri, Yusufu atoke gerezani. Nisikilize kwa makini. Yusufu ni mfungwa, wameshamnyoa nywele, wamemvalisha lile karoti. Unajua karoti? Lile bora karoti. Yupo anashangaa, gereza linafunguliwa. Yusufu wa Yakobo, njoo. Anakuja ndo haya, badilisha mavazi, maana unakwenda kwa mfalme leo. Unakwenda kusimama mbele za mfalme kutafsiri ndoto ya mfalme. Come on. Sijui mnaelewa ninachosema? Do you understand? Kuna maneno ambayo tunahitaji revival ingine. Revival ingine, vitu vifufuliwe. Vitu vifufuliwe ndani yako. Vitu vifufuke, 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 vifufuke. Vikifufuka, mambo mengine yanakuwa wagogo wanasema mswano. Haleluya. Haleluya. Mambo yananyoka yenyewe, lakini kuna vitu vya kufufua. Mfufuaji Roho Mtakatifu. Tunapigizana kelele leo, maombi, mifungo, maombi, mikesha, kwa sababu no revival. Tumefeli, tumekufa. Tukifufuka, come on. Hallelujah. 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 Kuna vitu unasema kuchokonoa tu kwenye maisha yetu. Kuna kaeneo tukadoka na hizi ni zikoroma hizi. Zikae sawa. Bwana apewe sifa. Anaambiwa simama, unaenda kwa mfalme leo. Biashara ya kukaa hapa, kuja chakula saa 9 kulala imekwisha. Kuhesabiwa imekwisha. Yusufu anasema ambaye leo kwa mfalme. Amoni. Bwana apewe sifa. Cha kwanza akafikiria ndugu zake kwanza walimuuza, akashangilia, akasema asanteni kwa kuniuza. Oh haleluya. Asanteni, ningesimama lini na mfalme leo. Unajua kuna vitu vingine vinatokea katika maisha yako. Wewe usingelie. Uko mbele ya safari utafurahia mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Uko mbele ndio majibu utayaona. Akafurahi kesho kamoni. Ase wa jamaa wa Ishmaeli pamoja na kuchapa fimbo wakati wananiburuza, akisema nashukuru sana. Asema yule mko Potifa pamoja na kusingizia na kunitupa hapa. Mungu mbariki sana. Sikiliza, ndio tunapoambiwa wabarikini wanao wauzu. Unaelewa maana yake? Wabarikini. Tena waombeni ili baraka zinapogeuka wabakie na wanashangilia. Hivi unajua baada ya Yusufu kufanywa nani? Waziri. Unajua mke wa Potifa alikuwepo. Unafikiri alikufa? Alikuwepo. Na akaona yule leo sikizia kafungwa gerezani, leo hii anaenda kwake kuchukua mchele. Haleluya. Anaenda kwa foleni na kuchukua mchele. Maana Yusufu ndio master plan wa nchi ya Misri. Uhai wao miaka 7 iko mikononi mwa nani? Yusufu. Na Israeli mikononi mwa Yusufu. Sasa unafikiri masiale? Haleluya. 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 Hata kama unakudharau, isitete time. Muda. Revival. Wamsho. Revival. Wamsho kiingia. Vitu vikiingia vikibadilika, kuna watu watakuheshimu. Watu watakuheshimu. People will respect you. Sasa hivi wache wakuchukulia na wakuchukulia. Muda utafika. Come on. Haleluya. Bwana apewe sifa. Sijui ndio nakwambia. Yusufu anamwambia mfalme, kuna miaka 7 ya chakula. Kuna miaka 7 ya njaa. Kwa hiyo tutavuna miaka 7. Lakini baada ya miaka 7 itakuja njaa. Ndio hawa ng'ombe unaona waliokonda wanakula hawa wale nini? Wanaona itakuja kipindi ambacho haya mazao yote kuna yataisha yote. Chakula chote kitaisha. Hapo sasa itakuwa ndio kilio. Mfalme akasema, wewe uliona haya, simamia haya. Cheo kampa. Jamaa akaanza kukusanya mambo, kusanya. Watu tunaona tena, wanaendelea tu na maisha. Wewe unavuna na kula, unavuna na kula. Yusufu kazi yake ni kuweka vitu kwenye rana. Miaka 7 ya kwanza ikaisha. Ilikuja alijaza.
Yusufu sasa kabadilika kwa bosi. Kipindi cha kula, Yusufu alikuwa mtu wa kawaida. Usikize makini. Wakati nchi ina chakula, Yusufu alikuwa hana value. Nisikilize kwa makini. Value ilikuwa haipo. Kipindi cha njaa, sema kipindi cha njaa. Value, samani ya Yusufu ikapanda. Haleluya. Maana hata mfalme alienda kwa Yusufu kuchukua chakula. Maana ni nchi nzima, mpaka nchi za Kanaani. Baba yake na ndugu zake wakaenda kuchukua nini? Chakula. Bwana pewe sifa. Revival. 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 Wamsho. Unapoingia unaamsha vitu vya rohoni na vitu vya mwilini. Na ndio maana nitakushangaa sana mtu wa Mungu. Nitakushangaa sana ukibaki na vitu vya aina moja katika maisha yako. Usibaki mtu wa aina moja, mtu wa kila kitu. Watu wakija vitu vya rohoni wapate, vya mwilini wapate. Umeelewa vizuri? Vitu vyote uwe navyo. Na ndio maana nikasoma juzi nikasema ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 anafunga. Anasema mnaposema kwa lugha za wanadamu ukazimaliza na za malaika pia ukamaliza. Kama una nini? Sina upendo. Kama una upendo umekuwa nini? Shaba iliana nini? Upendo. Kwa hiyo Yusufu kwa yote waliomfanyia, mateso waliokutana nayo, alirudisha nini? Hakualipizia. Alienda akakaa pembeni akalia. Alipokumbuka alipoona ndugu zake pembeni akalia. Sasa wao walimuuza, leo anawapa chakula. Kama kuna kitu kiliimba katika maisha ya wana wa Yakobo, ni chakula alichokuwa nusu. Kama kuna kitu kiliongea, ni kile chakula alichokuwa nusu. Nimekufundisha mara nyingi sana. Nikasema kipindi Washami wanapigana na Israeli, Yusufu kipindi hicho wameingia wakamzunguka Elisha, Gehazi akaona akapiga kelele, wakapiga upofu, wakapelekwa mpaka kwa mfalme. Mfalme cha kwanza akasema tukate vichwa. Elisha akasema no, wape chakula wale. Halo, wape chakula wale. Walipokula chakula waliondoka bila kusimamiwa na jeshi. Kila mtu kabeba silaha yake, anaulizia njia ya kwetu iko wapi. Halo, anaulizia njia ya kwetu iko wapi. Tena barabarani wanawaza kwenda kumpiga mfalme wao. Umeelewa nakwambia? Umeelewa? Wanawaza tukifika isa tumpige mikana au tufanyeni. Biblia inasema hapakuwa na vita tena mpaka wale wanajeshi walipoondoka. Maana yake wakituma tenenda wanakumbuka mikate. Haleluya! Wanakumbuka mikate tulolishwa. Sina kwambia. Sometimes tunataka kuweka watu kwa Yesu, tunakosea njia. Tunataka kuwaleta watu kwa Yesu, lakini hatuko tayari kuonyesha yale Yesu aliyoweka ndani yetu, upendo. Sawa? Hatuko tayari kuonyesha upendo wa Yesu. Yesu alikuwa ni mwalimu. Yesu alikuwa ni mtume. Yesu alikuwa nabii. Yesu alikuwa Mungu. Halo? Lakini katika mazingira yote hayo, kuna mazingira Yesu alikuwa chini akaweka wao juu. Aliwalisha watu 5,000 kwa mikate mingapi? Mingapi? Nasema kwa ngapi? 2. Alichukua akashukuru, akawapa wanafunzi akamwambia, "Kaya nini?" Umuone yeye pale akiwa kipaumbele. Sawa? Kwamba alichukua akavibariki, akakaa pembeni akaanza kula. Umemwona pale? Soma Biblia yako, umeona? Hapana. Akawapa wanafunzi akafanya nini? Wakeni nini? Wapeni. Haumuoni nafasi yake pale akiwa. Kwa nini? Aliondoa kitu kinaitwa selfish, ubinafsi. Leo hii tunauawa na ubinafsi. Tukisema tuna revival wakati tuna ubinafsi, uongo. Halo?
Nimekupa ushuhuda. Mimi mzee wangu hakujamwambia Yesu anaokoa. Yeye mwenyewe tukatelezea. Asubuhi anaandika anaanza kusema amesema vitu vingi kweli. Kama asubuhi anaambia ameleza vitu vingi sana vya maisha aliyoona tu, alivyoingia tu. Kumbuka alivyotufanyia, anakutana navyo. Hakutarajia. Umeelewa? Hakutarajia. Anapigia ndugu zake anaelezea, wanapigia simu. Wengine message za samani za ngaba. Mbona mimi sina mambo hayo? Wanapewa sifa. Sina hayo. Kuna vitu vinaongea zaidi na kumwambia mtu Yesu anaokoa. Unaelewa? Amen. Amen. Unaelewa? Yes. Kuna vitu vinaongea zaidi. Kitu hicho kufanya teenager, mnaanza kuona cha kawaida. Kutoa 200 ngapi, wamemnunulia mtu nini? Sukari. Unaweza kuona kawaida tu. Lakini inaongea kuliko. Mimi ningeenda pale na nimefunga tatukabu nikasema Yesu anaokoa. Yesu isinge sound kabisa kuliko ile sukari waliompa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikufundishe namna ya kuishi Ukristo ambao unazaa matunda kirahisi. Haleluya. Haleluya. Yani pasipo fighting, pasipo magombano, pasipo vurugu, automatically tu mtu anaingia kwenye kii. Anapewa sifa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kama ni upako, uwe na ujana na jaza upako. Jaza upako. Lakini upendo. Sawa? Nini? Upendo huo unaongoza. Maana upako wako wote ndio akisema karama zote zimefungwa katika upendo. Kama upendo hakuna, shaba iliyao. Kelele tu. Halo. Halo. Ni kelele tupu. Hazizai. Lakini kikiwepo upendo, care, kujali, kuwajali watu, kuwapenda watu, I say injili inakuwa rahisi sana. Injili leo inakuwa ngumu kwa sababu njoo kabarikiwa, njoo afuatabarikiwe, leta pesa uombewe. Kwa hiyo unakuta hata injili kwa mdani sasa imebadilika. Kwa lazima na sisi kuna staili nyingine ya kuhubiri. Ukisema Yesu anaokoa, kila watu wanasema Yesu anaokoa. Ukisema kunena kwa lugha, karibu wote sasa wananena kwa lugha. Mpaka sasa wanasema kunena kwa lugha. Wanakuwa na wao. Kufunga yani kuna watu wanafunga huko. Kuna watu wanafunga na kuomba. Yani balaa, lakini kwa hiyo kuna vitu ambavyo kila mtu anavyo, wamevifanya ndio wokovu. Watu wamechukua kwamba kufunga wokovu. Sawa? Kuimba wokovu. Kukemea ndio wokovu. No! Lifestyle ya Kristo ni wokovu. Ukristo ni zao linalozaliwa baada ya kuokoka. Yani baada ya kuokoka tunazaa kitu kinaitwa Christian life. Muonekano wako, mtembeo wako, ushirikiano wako na watu. Hiyo hivi nikuuliza swali. Babake au mtoto Sara kimwambia Yesu anaokoa, atakataa. Ule kuna vitu vingine vinaongea. Kwa mwanadamu Debora na msifu anaruka. Nasikia yani nasikia kabisa this kitu inaongea. Tuna jinsi tunaweza tukafanya. Kuna sikiliza. Nimejaribu na nitaendelea kujaribu. Sijawahi kuficha maisha. Hatujawahi kuficha maisha yetu. Eti family. Hatujawahi kusema sisi hapa mtu asisogee. Tusha kusema hiyo. No, hapa kila mtu anakaribishwa. Kila mtu anakaribishwa. Hatujawahi kufunga mageti kwa mtu wote. Maana nini? Nikufundishe kwa maneno, nikufundishe kwa maisha. Halo. Umeelewa? Nikufundishe kwa maneno, nikufundishe kwa maisha. Ili anayeweza kuchukua, achukue. Anayeona hawezi basi. Lakini nikwambie kweli,
Ukristo ni zaidi kusema Yesu anafaa. Haleluya. Wakati wanaelewa. Amen. Wakati wanaelewa. Yusuf alikuwa ana mzigo na ndugu yake. Na akaambia nitautendea wapi? Nitafanya nini? Akamwambia nyota na jua na mwezi vimefanya kama na babake na mamake kama wewe unafanya kelele. Wakampiga bei. Lakini baadaye alikuwa ndio kwa msaada wao. Baadaye ndio nani? Msaada wao. Msaada wa Israeli alikuwa ni Yusuf. Sasa Yusuf ametokea, ametuma magari kwa baba yake. Magari yamefika kwa baba yake. Baba anaambiwa sikiliza. Maana Yusuf yuko hai. Asema yuko hai. Na magari hayo kakutumia wewe uende. Biblia inasema baba yake roho yake ikafufuka. Soma Biblia. Roho ikafanya nini? Ikafufuka. Revival. Kuna vitu vingine tunakutana navyo vinasababisha roho zinakufa. Ukisoma pale 45:27 Mwanzo, somea hapo. Pale nilikuwa narudia tu unapita kama kusoma Mwanzo. Nilikuwa narudia. Anasema hivi. Wakamwambia maneno yote ya Yusufu aliyoambia alipoona magari aliyopeleka Yusufu ili kumchukua. Roho ya Yakobo baba yao ikafufuka. Israeli akasema yatosha, Yusufu mwanangu angali hai, nitakwenda nionane naye kabla sijafa. Tayari kuna uhai umeingia. Kuna uhai umeingia. Nisikilize, nimefundisha sana kasema tutengeneze kanisa family church. Na ninaendelea kuhubiri family church. Na ni wachache utanielewa. Ninapoongelea family church ni kwamba Wakristo wote kuishi kwa umoja. Asiye nacho akifuate mwenye nacho amsaidie. Niko na maana gani? Ulimwengu, Yesu asema sio ndio ulimwengu, bali walinde na yule nani? Mungu. Ukiokoka kile kisawa sawa, tayari una maadui wengi. Kwa hiyo rafiki wako, msaada wako mkubwa ni yule mtu wa nyumbani mwa Bwana. Huyo ndio msaada. Nje huyo hakuna msaada. Msaada wako ni Yesu. Msaada wako ni rafiki ambaye umeokoka. Na ndio family church inapokuwa. Kuchukuliana, kubebana, kusaidiana. Usimwache fulani aibike. Come on, Bwana pewe sifa. Hallelujah. Bwana pewe sifa. Maana sisi ni watoto wa baba mmoja. Tunaenda mbingu moja. Tutakuwa wote mbinguni pamoja. Sasa hasina faida mimi nile nishibe alafu rafiki yangu anasonya hali. Yaani mimi niko wazi, open, niko wazi. Bwana pewe sifa. Na maisha yangu ndio alivyo mitangia zamani. Bwana pewe sifa. Bwana pewe sifa. Huo ndio Kristo. Tunapozungumzia Ukristo, maana yake ndio hiyo. Kristo ana kila siku unaishije? Unaendaje? Upoje? Unaendaje? Unabebaje mizigo ya watu? Haleluya. Wakati umenielewa? Revival. Tunapozungumzia revival, sio kutoa pepo. Haleluya. Sio kuhubiri injili peke yake. Sio kuomba peke yake. Ni maisha ya rohoni na maisha ya mwilini. Haleluya. Bwana kwa sifa. Fulani muone mfuate, mwambie brother nini shida? Safari ya mbinguni tunatiana moyo. Safari ya mbinguni ya kutiana moyo. Ni kuinuana. Ni kuinuana. Haleluya. Kila mmoja mwenye wenzake. Safari ni ngumu. Inahitaji kutiana moyo. Haleluya. Wapendwa, ni ngumu. Tunaishi katika ulimwengu wa siku za mwisho. Siku ambazo dunia imepinda. Dunia imelewa. Aya sana sema dunia imelewa kama mlevi. Amen.
pasipo kutiana watu wengi. Ukiona mtoto mwenzako ana shida, usipite. Haleluya. Amen. Haleluya. Usifurahie rafiki yako anapopata shida. Huo ndio Kristo. Amen. Sisi tunanielewa. Sisi tunanielewa na kufundisha. Amen. Usijisifie nacho wakati mwenzako hana. Take action kwa yule ambaye hana. Bwana pewe sifa. Chukua action kwa yule ambaye ana shida. Hiyo ndio revival. Haleluya. Haleluya. Kama mko mmeweza kufundishwa revival ni kutoa pepo, leo nimegeuka. Leo siko hapo. Haleluya. Nataka nikuambie habari ambazo zitawaleta watu kwa Yesu pasipo kutumia gharama. Maisha yako tukiongea. Bwana Yesu napewe sifa. Maisha yako yakisema tu, maisha yaseme, yatoe majibu ya watu, yatoe na tatue changamoto za watu. Tatua. Haleluya. Haleluya. Wangapi wameelewa? Haleluya. Haleluya. Utakao kumsengenya mtu, utakao kumtukana mtu, ukiwa Kristo. Sijui mimi nasemaga unapata wapi kibali cha kwanza kumsema haya. Unaanza yule Justina, sijui nini. Sijui unapata wapi ladha. Mimi I don't know. Lakini atojua kama Yesu amejaa ndani yako, huwezi kupata ladha hata siku moja. Bwana asifiwe sifa. Zaidi sana utapiga magoti utamwombea. Ikiwezekana utamshauri kwamba hili sio. Haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Wangapi wamenielewa? Piga makofi mengi kwa Yesu. Revival. Wamsho. Ukisoma kitabu cha Waamuzi, nimalizia hapo. Malizia hapo. Waamuzi tutaendelea kijana. Sura ya 15 mstari wa 19. Tunamwona mtu anaitwa Samson. Samson alikuwa ni anointing people. Yaani yule mtu ambaye anakuwa anointing. Upako umejaa. Hello. Na Mungu alimweka kwa kusudi moja, kuprotect Israel. Hello. Kuna mtu Mungu kamweka kwa ajili ya kuprotect. Sijui unanielewa? Kuna mtu Mungu kamweka kwa ajili yako, kwa ajili ya usalama wako, kwa ajili ya afya yako, kwa ajili ya kesho yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya jamii yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya wako, kwa ajili ya Tanzania. Yuko mtu Bwana amemwanointi kwa ajili ya mambo haya. Bwana Yesu apewe sifa. Samson Bwana akamwanointi kwa ajili ya Israeli. Akampa nguvu za rohoni na nguvu za mwilini. Siku moja ukisoma sura 15, amefanya fujo sana kwa Filisti. Akakimbilia sehemu moja inaitwa kwenye bonde, akajificha, akawa amechoka. Wafilisti wakapanda kazingira. Walipozingira, Bwana wa Israeli hawajui. Sikiliza nikwambie, haleluya. Unaweza ujui kuna mtu fulani karibu kwa ajili yako na ukamdharau. Come on, haleluya. Unaweza kumdharau huyu dada, lakini kesho yako inabebwa na huyu. Amina. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nakupa ushuhuda. Tulikuwa tuna hospitali nyumbani. Hospitali yule alikuwa ameokoka, mimi sijaokoka. Alikuwa akiweka nyimbo za dini, mimi natoa naweka blues zangu. Anaambia wewe utaokoka kwa mtumishi mkubwa sana wa Mungu. Naambia Mungu gani mimi? Mambo kulialia mimi na wapi. Akiweka nyimbo zake natoa mimi naweka blues. Alafu radio ya kwao. Tunashare nyumba. Baba yao Bwana apewe sifa. Ikisema tuko kwa baba. Akitoa tunaweka. Niko na shida dada yangu. Tukatoka tukachana dada yangu. Tukaanza maisha yangu, nikaenda huko. Siku nakuja kuokoka. Yule dada akanipigia simu, "Aende kwambiaje?" Nikamwambia, "Aisee, kwa nini unasema sasa ni mchungaji?" Nikamwambia, "Sasa ulichosema kweli kabisa sasa.
Asema mimi nilikuwa nalia na ndio chumbani, unanitolea nyimbo unaingia chumbani nalia. Naomba Mungu, huyu ndio mtumishi wako tena mkubwa. Amina. Haleluya. Bwana kwa sifa. Kuna mtu hapa, yupo hapa, unaweza kumdharau, lakini anabeba hatima ya watu nyuma yake. Kuna jopo la watu linategemea yeye na litapata mkate kupitia yeye. Inawezekana ukadharau Devota leo, lakini kuna watu wanategemea Devota, maelfu watatoka kwa ajili ya Devota. Amen. Bwana Yesu anapewa sifa. Sijui unakufundisha kitu unanipata kwamba kuna watu baadaye watakuwa wanaenda kwa Devota pale. Devota ndio bosi wao. Wakati hapa tunamwona kama kawaida, lakini baadaye ni bosi wa watu fulani. Amina. Haleluya. Bwana Yesu anapewa sifa. Bwana Yesu anapewa sifa. Israeli hakutambua umuhimu wa Samson. Wakafuata Samson. Wakamwambia Samson, nasikia umechokoza huko Maana hapo Samson kawapiga watu, kachukua mbwa, kafunga mkia, kaingiza shambani. Shamba lote limeteketea. Alafu kakimbilia, kajificha. Sawa? Kapiga watu na tayari punda amechoka. Kaenda kajificha. Sasa kabla punda kajificha. Wakamwambia sasa, sikiliza wewe, sisi tuko tayari kupigwa na Filisti. Wamesahau mara kadhaa Samson anawatetea. Wamesahau mwanaume alibeba geti akapanda nalo mlimani. Wamesahau jinsi aliwapigania. Wakamwambia tunakushika tunakupeleka. Akamwambia sikilizeni ndugu zangu, nishikeni nifungeni, lakini nyinyi mnihakikishie, mniapie, nyinyi ndugu zangu hamtanipiga. Halo? Halo? Anambia nyinyi ndugu zangu niapieni, hamtanipiga hata kibao kama atanipigi. Akawapa mikono, fungeni. Akafunga. Funga kila kitu funga. Haya, tunakupeleka kwa nani? Kwa Filisti. Wakamchukua wakampeleka. Walipomfikisha, Biblia inasema Wafilisti walipomwona wakapiga kelele kwa kushangilia. Oh, haleluya. Amen. Wakashangilia. Ndio pale ninapokuambia Mungu wanga hajitukuzi kwenye vitu vidogo. Halo? Anasubiri jibu kubwa. Samson akamwambia Bwana, nirejeshe nguvu. Nguvu zikarudi, akakata kamba. Come on, Bwana apewe sifa. Akachukua taya la punda, akapiga watu sio kawaida. Sikiliza nikwambie, Israeli waliompeleka wenyewe walipaka wanashangaa. Huyu jamaa tulipeleka akawawe ndio anaua namna hii. Bwana Yesu anapewa sifa. Amen. Revival. Unawezekana uko hapa, usijidharau. Yesu ni muda tu. Amen. Haleluya. Wangapi wanaamini kwamba Yesu ni muda? Amen. Amen. Yesu ni muda. Kila mmoja katika nyumba ya Bwana. Jamani, narudia tena. Mnafahamu Given? Amen. Given mnafahamu? Amen. Yule kwa Bwana iko ramani. Amina. Kuna ramani ya Mungu kwake. Amen. Kuna ramani ya Mungu kwa Trinity, iko ramani. Kuna ramani kwa ajili ya grace ipo, na kuna mlolongo wa watu nyuma unafuata hiyo ramani. Amina. Ili mbali tu amempa Yesu Kristo maisha yake. Haleluya. Haleluya. Cha msingi ni wewe kutuni nazo. Halo. Amina. Ni kutuni nini? Nazi. Unamwona ati yule pale? Unamwona ati? Usimwone. Ukifungwa akakufunulia pazia lake, unawezekana viwango vyako na vya anti haiko juu kuliko maelezo. Lakini unamwona anti mara amesinzia, mara hawezi, lakini ukifunguliwa viwango vyake, light ndio ngativo ungekuwa nafunua, ungeblow, ungekusaidia shikamo. Maana mimi nasemaga akija hapa watoto wale wakiwa na kiu, wako waleta maji nani? Nasema uongo? Nasema uongo? Nasema uongo? Nasema uongo? Sasa wanakiwa hapa, anti ataandaa watoto wote wadogo wanaenda kuwapa maji kule nyumbani. Sio mtu mzima wala nani, anti yule pale. Utalingana naye? Kisha watoto pepo, ulingani naye. Haleluya. Kuna vitu vidogo vidogo vina credit kubwa kwa Bwana. Hatuvijui tu.
Unaweza ukazarau ukaona huyu akupita kushoto. No, mimi ninaogopa. Baada ya kupata hii revelation niliogopa sana. Hizi revelation nilipopata revelation ya somo hili, ninaogopa kila mtu. Naheshimu kila mtu. Nampenda kila mtu. Nampeleka kila mtu, maana kila mtu ana kitu ndani yake. Piga makofi kama umeelewa. Kwa ajili ya muda tuishie hapa. Haleluya. Kwa ajili ya muda sitaki kupeleke mbali. Tunaanza mapema, naomba tuishie hapa. Naomba simama. Tunaendelea Jumapili ijayo. Sio refu sana, lakini lina vitu fulani vya ambavyo vya kusogeza sehemu fulani. Heshima.